wa tangu tumboni mwa mama yake. Yeremia ile sura ya kwanza mstari ule mstari wa 4 na wa 5. Yeremia sura ile ya kwanza. Bwana Yesu apewe sifa na kukaribisha kwenye saa ya Itambue Sauti ya Mungu na mwalimu wa kimataifa katika imani na kweli Clearson Fred Mbunda. Somo letu mambo 7 makuu aliyoshughulikia Yesu msalabani, na leo tuko sehemu ya 7, vipawa na karama. Bwana Yesu asante na nakutukuza na nakushukuru na kushangilia kwa ajili ya saa hili. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Alfa na Omega, niko ambaye niko. Nijalie mtumishi wako, linene neno lako sawa sana mapenzi yako. Roho wa Bwana, najikabidhi chini ya uongozi wako mtakatifu katika hekima, maarifa na mafunuo. Asante Bwana Yesu kwa kuniatamia na nguvu zako. Ninakushukuru kwa kuwa Bwana, ndani yako wewe tunaenda, tunaishi, tunakuwa na uhai kati ya mimi na wewe unayenisikiliza. Asante Roho Mtakatifu kwa kuwa utakatifu ni vazi lako, utakatifu ni maskani yako, utakatifu ni pumzi zako, utakatifu ni hatua zako. Ninakushukuru na kushangilia. Roho wa Bwana, neno lako linasema mama yake Yesu Mariamu aliwaambia wanafunzi wake kwenye Yohana ile sura ya 2 wakiwa mahali pale katika harusi ya Kana Galilaya, aliwaambia lolote atakaloambia fanyeni. Roho Mtakatifu, ninakwenda kusema na huyo mtu. Hii ni sauti yako. Bwana, lile atakalolisikia ukampe neema ya imani yenye matendo akalifanye. Ile sauti atakayesikia ikimwambia ndani yake afanye jambo fulani. Bwana Yesu, ninaachilia neema isiyokuwa ya kawaida, neema ya kiungu, neema ambayo inawafundisha watu kukataa kile na ubaya, neema ambayo imefunuliwa kwa kila mtu anayekwenda kusikiliza somo hili. Roho Mtakatifu, Roho uweza, ninaomba Bwana mtu huyu asiwe tu msikilizaji bali akawe mtendaji. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Vipawa na karama, sehemu yetu ya 7, vipawa na karama. Yesu alikufa msalabani akatupa sisi vipawa. Sasa tuanze maana ya vipawa. Kipawa maana yake ni kipaji. Kipawa maana yake ni kipaji. Maana ya kwanza. Maana ya pili, kipawa mtu anazaliwa nayo. Kipawa ni kipaji au mtu anazaliwa naye tangu tumboni mwa mama yake. Na maana nyingine ya kipawa ni mtu anapewa tangu tumboni mwa mama yake. Yeremia ile sura ya kwanza mstari ule mstari wa 4 na wa 5. Yeremia sura ile ya kwanza mstari wa 4 na wa 5. Biblia inasema neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Hapa kazi ni nabii. Kwa hiyo kabla hujazaliwa Mungu anakufahamu na kukujua. Anakujua kama nani? Anakujua kama nabii. Sasa hapa ametumia neno nabii, lakini inaweza kawa ni nabii kwenye biashara, ni mwalimu, ni dokta, ni engineer, ni pilot, ni mwanajeshi, ni mtume, ni mwalimu kama mimi, ni pastors. Mungu kabla hujazaliwa alikujua kama nani. Hilo ndio swali inabidi ujiulize. Kwa sababu Yesu alishakufa msalabani, hivi vyote shetani alivichukua, aliviteka mateka ile siku aliyowaasa iteremka navyo. Kwa hiyo Yesu alipokufa msalabani alikwenda kuvirudisha vile, akatupa sio watoto wake. Kwa hiyo kuna mtu kazaliwa kabisa, ni kazaliwa yeye, kuongea kwake sio shida. Kuna mtu kazaliwa mpira kwake sio mpaka kutana na kocha amfundishe basic za ball. Siku namna kukimbia na kugeuka kwenye ball cone. Ni mtu tokea ndani, yeye ni mchezaji mpira. Kuna mwingine toka alivyozaliwa yeye na masuala ya kusoma, yani watu, mwalimu asipokuja kwenye kipindi chake, yeye ndo kwanza anamfuata ofisini, anaenda kumshtakia kwa walimu, anaenda kwa academic master kwenda kumshtaki mwalimu. Haingii, mnapokea tu mshahara bure na walimu wengine kwenye vipindi. Ila kina sisi mwalimu asipoingia darasani, hiyo kwetu ni fursa. Ilikuwa ni fursa ya kufanya comedy, ilikuwa ni fursa
yani ya kufanya comedy, na ilikuwa ni fursa pia yani ya kupiga story na wadau mbalimbali. Mnaleta hoja mezani, alafu nani anayejua kuongea kuliko wengine wote? Anayejua kuongea kwa point ni nani? Lakini sasa kwa wakati huo tulikuwa tujijui. Mimi nakumbuka nikiwa mdogo sana, nikiwa kati ya darasa 3 mpaka na meza la 7. Moja kati ya kitu nilikuwa nakifanya sana, nilikuwa napenda sana maigizo. Kwa hiyo nilikuwa naigiza sana, mimi ni pastors, nawahubiria watu na wakusanya. Unaweza kukuta madarasa 2 matatu wanakusanyika hapo. Ninawafundisha neno la Mungu, hata ukiniuliza sasa nilikuwa nafundisha nini sijui. Sasa mimi kwa kuwa kulikuwa kuna mtu mtaalamu wa rohoni wa kuniambia wewe juu ya mwamba nitaijenga kanisa, kulikopo hayupo. Nikajua labda mimi nimeombiwa niwe msanii. Kwa hiyo maisha yangu yakadili hapo sanaa na mimi. Sanaa na mimi. Na nimekaigiza baadhi ya movie, nimeigiza baadhi ya tamthilia inaitwa Shilingi. Nimeigiza baadhi ya niliu inaitwa Moyo. Nimeigiza. Mwanamuziki. Na movie single movie nimeigiza nyingi. Lakini huko kote nilikuwa sio kwangu. Yaani kabisa ilikuwa sio kwangu. Nimefanya kazi ya kupiga rangi Tanga kule, sehemu moja inaitwa Laskazoni, kuna magorofa kule. Nimepiga sana rangi, na shika kule gorofa napiga rangi. Hapa Dar nimepiga nyumba nyingi sana rangi. Kawe kule gorofa nyingi ziko Kawe, nimepiga sana rangi, ziko karibia na fukwe za bahari. Lakini siku zote najiuliza mimi ni nani? Nakumbuka hapo nina Yesu na nanena kwa lugha na ninafunga. Lakini nilikuwa sijui haya mambo. Vipawa na kalama. Kwa neema ya Mungu leo nitakufundisha vipawa ni nini, kalama ni nini. Kaa kwenye darasa utulie. Acha ujuaji. Mungu atakusaidia. Kwa hiyo vipawa mtu anazaliwa nacho. Kipawa mtu anapewa tangu tumboni kwa mama yake. Kabla hujazaliwa nalikujua, nikakutakasa uje kuwa nabii. Neno nabii ni kazi. Ni kazi ulipewa tangu tumboni. Wakolosai 1:6, yeye alianzisha kazi njema ndani ya mioyo yenu ataikamilisha. Kazi mtu iko ndani. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sasa hiki ni kipawa. Kuna mtu kazaliwa ni muonaji kabisa, sio mpaka afunge, sio mpaka aombe, ni muonaji. Sasa huyu mtu kazaliwa tangu tumboni kwa mama yake ni muonaji. Tangu tumboni kwa mama yake yani ni muongeaji. Tangu tumboni kwa mama yake ni mwalimu. Tangu tumboni mwa mama yake huyu mtu ni mtume. Tangu tumboni mwa mama yake ni mwanasiasa. Sasa akishuka duniani kuna mtu anaitwa Shetani. Ni muizi huyu jamaa, hatari sitaki kuona. Yule muonaji anambadilisha na kuwa mganga. Ndio wale waganga ukiwakutana nao wanaambia usiseme, najua vyote. Anakuambia kabla siku ile unafunga safari yako kwa mganga, ndio mbako alikupa 300,000. Ukapanda gari fulani saa fulani hivi na hivi, anakusimulia matukio yote. Sasa sio kasikili labda huko kuona Shetani alimpa, hapana. Shetani anawatumia watu ambao wana vipawa. Alafu yeye anachofanya anapulizia roho. Anawapulizia roho, anawaingizia roho inaowezesha. Roho itakayekuwa inawaendesha. Roho ambayo itakayekuwa inawa backup kufanya miujiza na mambo mengine. Haimaanishi kwamba huyo mtu ni Shetani kampa uwezo. Kuna watu tangu tumboni mwa mama ni waimbaji. Mungu aliweka hicho kipawa ili waje muimbie nani? Mungu mwenyewe. Walipokuja duniani Shetani kawafanya wanaimba bongo flavor. Kawafanya wanaimba singeli. Kawafanya wanaanza kuimba nyimbo za taarabu. Hip hop, R&B, blues. Hivyo Nigeria bongo, Nigeria flavor. Zuku. Kwa hiyo hiki ni kipawa ambacho na Mungu hana majuto. Mungu akimpa mtu amempa. Mungu ukisoma Ezekiel 16, Shetani alikuwa ni mtu kerubi afunikaye, kerubi ambaye ameumbwa kwa moto. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kusifu na kumwabudu. Mbawa zake tu hizi mbawa tu hizi zinatoa milio ya kinanda nyuzi zote 12. Alikuwa ni mtu ambaye ana uwezo mkubwa. Lakini alipoasi Mungu hata kuchukua vipawa vyake, wala kuchukua, alimwacha navyo. Mungu akikupa amekupa. Yaani ile kwamba unajua kuimba ukiondoka, Mungu wala hangaiki kuchukua vitu vyake. Mungu akikupa amekupa. Kwa Shetani naye, hivi ushawahi kuwaza Shetani
Kama shetani angekuwa na uwezo, angechukua vichaa wote, angewabadilisha atembe nao. Angewafanya wao sasa ndio wao wachawi, wao ndio wao waganga, lakini shetani hana uwezo. Wewe mwenye shahidi, unajua vichaa ngapi? Shetani hawaoni hao, nafikiri anawaona. Ila kwa nini hawatumikishi? Kwa nini hawageuzi wao ndio waganga? Kwa nini asiwafanye wao ndio wawe mawakala wake? Anajua tena kichaa, hana akili. Kipawa tena hamna. Shetani ili aweze kumangusha Adamu na Eva, baba yetu na mama yetu pale bustanini, alimtumia nyoka. Biblia inasema alikuwa ni mwerevu kuliko wanyama wote mwituni. Alimuingia huyo. Kwa hiyo unataka kabisa na kipawa cha kuimba. Lengo la Mungu kukupa hicho kipawa, umuimbie Mungu. Ila shetani atakugeuza wewe. Ataanza kukutazamisha Bongo Flava anapofanikiwa, Bongo Flava anavyoenjoy, anavyokula bata. Ndivyo shetani alichofanya kwa Adamu na Hawa. Alimtazamisha lile tunda, Biblia inasema alipoliona akaona lafaa kwa macho. Ukiwaangalia hivi kama wamefanikiwa hivi, nakwambia hawajafanikiwa wale. Mafanikio sahihi ni kumjua Bwana kwa kama ni Bwana wa yote, Alfa ni Omega, niko ambaye niko. Hayo ndio mafanikio ya kwanza. Kwa hiyo kipawa mtu anapewa tangu tumboni kwa mamake, kwa mujibu wa Yeremia 1 mstari wa 4 na wa 5. Ngoja nikuongezea andiko. Isaya sura ya 49. Isaya sura ya 49. Isaya sura ya 49. Biblia inasema mstari ule wa kwanza. Biblia inasema hivi: "Msikilizeni enyi visiwa, tegeni masikio yenu enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni. Tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu." Hawa ni watu ambao tangu kwenye tumbo la wazazi wao, la mama yao, Mungu aliwekeza vipawa kwa ajili ya jina la Bwana litukuzwe kupitia wao. Kuna watu ni watoto wadogo na miaka 2, miaka 3, anaimba vibaya mno. Kuna mwingine ni mtoto mdogo tu, ana akili mpaka unasema mtoto tumpeleke shule gani? Wewe mtoto mdogo tu, yani kwenye masuala ya uongozi na siasa, ana akili ya kushika vitu kwa haraka. Ni anaweza kutajia wabunge zaidi ya 7, mawaziri, marais wa dunia akakutajia, na ana miaka michache tu. Yani kipawa ni uwezo wa kufanya mambo makubwa kupita umri wako, kupita elimu yako. Hizo sasa ndio kipawa. Mkutana na mtu wako ni mdogo tu, anavua vibaya mno. Yani mimi tu kupanda tu hicho kimtumbwi, ninawaza 5 umtumu utandondosha, lakini yeye kadandia, kapanda, huyo kasia. So mtoto vipi huyu ila kuja kuandaa, unakuja kuangalia vizuri. Ni kipawa. Kipawa ndio kitu cha ajabu sana. Shetani kilichomfanya muasi Mungu ni kipawa. Jamaa alikuwa na kipawa vibaya mno sana. Mkutana na mtu mimi nimesoma naye, hakuwahi kufundishwa na kocha yote. Jamaa alikuwa na uwezo wa kudaka mpira vibaya, anadaka. Tuko shule ya msingi darasa la 5, anaalikwa adake mechi za kijiji. Yaani timu ya kijiji inamuita. Tunaingia form 1, form 2, tayari anaenda mpaka wilayani. Timu za wilaya zinamuita, anaanza kula hela za kipawa. Jamaa alikuwa Densi Nongelo, alikuwa ni hatari. Kipawa ni hatari, yani unazaliwa nacho, ufundishwi. Na nimesoma na watu, yani wewe utakesha unasoma kitabu, unasoma physics na math. Mwanzo ndo kwanza anapiga story, ndo kwanza niko kwenye vijiwe. Ukija mtihani, hangaiki, yeye kapita mambo moja. Sasa sio ni kipawa. Isaya sura ya 49 mstari wa 5. Nathibitisha hilo neno. Anasema, "Na sasa Bwana amesema hivi: yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Tangu tumboni niwe mtumishi." Kuna watu tangu tumboni wamekuwa watumishi, labda wa mpira, watumishi wa siasa, watumishi wa uongozi, watumishi wa madhabahu, watumishi wa uimbaji, watumishi kwenye sekta mbalimbali tangu tumboni mwa wazazi wao. Kwa nini Mungu amekupa kipawa? Ili hicho kipawa kikuletee heshima na kikutofautisha na watu wengine. Sasa hicho nini? Ni kipawa.
Wagalatia ile sura ya kwanza mstari wa 15. Wagalatia, hii sasa ni hili ni agano jipya. Tuangalie kwenye agano jipya nao pia wanasema nini. Agano jipya, Wagalatia ile sura ya kwanza mstari wa 15. The Bible say, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Alitengwa tangu tumboni. Huyu ni mtume Paulo anasema, lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni kwa mama yangu akaniita kwa neema yake. Sasa hebu ona, Paulo mbinguni wanamuona ni mtume, tena ni mwalimu. Duniani kazi anayofanya kwanza ni farisayo. Ili uwe farisayo unabidi usome Biblia miaka 28, unakuwa profesa Biblia. Kasoma Biblia, cha ajabu yeye ndo akawa kwanza kupinga injili ya Bwana Yesu. Yaani wito wake huo, yeye ndo wa kwanza akawa na upinga huo wito. Kipawa alichokuwa nacho shetani akakiiba, akaanza kumtumikisha akitumia vibaya. Najuaje? Angalia anasemaje, mimi niliuzi kanisa. Paulo alikuwa anaua mitume, anaua manabii, anaua wapakwa mafuta wa Bwana. Akafunga safari kutoka nchi ya Yerusalemu, hawa jamaa na waua. Wakati wa itu anaitwa Sauli wa Tarso, alimua mtu mmoja anaitwa Stefano, akamuua. Mitume waliposikia kina Petro, wakina Simoni, kina Yakobo, kina Andrea, wakina Matayo, waliposikia sasa hivi kuna mission ya kutuua, walichoamua kufanya wakakimbilia nchi gani? Nchi ya Dameski. Walipofika nchi ya Dameski, wakaendelea na injili huko. Cha ajabu, Sauli anaruhusa mpaka kwenda nchi ya Dameski. Akaenda akaomba barua ya kupokelewa Dameski. Kuna watu ukiwafuatilia Mungu hawezi kukaa kimya. Kilichofanyika, Paulo akachukua askari waendao kwa miguu wengi na waliopanda farasi wengi. Wanaenda nchi gani? Nchi ya Dameski. Walipokuwa njiani, Mungu alishuka mzima, Mungu Yesu. Mwanga ukamulika. Sauli wa Tarso akaanguka chini akasujudu, akasema, Yesu akamwita Sauli, Sauli. Sauli akatika, ni mimi hapa Bwana. Yesu akamwambia, ni mimi unayeniuzi. Akapewa hapo kuwa akawa kipofu siku 3. Alikuwa hali wala ani. Baada ya kutana mwanaume Yesu, Sauli nguvu za Mungu zikamwingia. Alipoenda kwa Anania akafunguliwa, akakaa chini, akafundishwa tena, akaanza kumtumikia Mungu kwenye wito wanaomuona mbinguni. Mbinguni alikuwa anamuona mtume wa kweli. Duniani ni mtume wa shetani. Nilikwambia unaweza kuwa na kipawa, shetani akakichukua hicho kipawa, akakitumia hicho kipawa kwa faida yake yeye. Kama vile ilivyokuwa Sauli. Amesoma, amekaa chini ya Gamalieli miaka mingi, amesomea Torati, Biblia. Miaka 28 amekuwa farisayo kweli kweli. Lakini shetani akafanyaje? Akamchukua mtumikishe. Iko hivi. Unaweza ukazaliwa kabisa wewe ni muonaji, yani unaona bila kuomba, unaona bila kufunga. Unaona bila kuishi maisha matatu. Mimi nimekutana na mtu ni mzinzi vibaya mno. Nimekutana naye akaniambia, mchungaji, sasa niambie, kijana tu mdogo ananiambia hivi, upo huko kwenye mkoa? Akasema ndio. Akaniambia hivi, Mungu ni ajabu sana. Vipawa achana navyo. Akaniambia hivi, unajua mchungaji, siku tokea, akaniambia kabla hujaondoka kuna mtu atakuja, ni mwanamke, atakupatia fedha. Na fedha hiyo itakuwa ni nyingi sana. Nikamwambia sawa, jina la Bwana libarikiwe. Mimi nikasahau kwa sababu nilikaa siku nyingi kule kwenye mkoa. Nikakaa siku nataka niondoke, nishaweka tale begi langu na waaga, naenda zangu kupanda gari. Basi simu inapigwa kwa huyo mchungaji alionipokea. Tafadhali, kazini kwangu amenibana, naomba mchungaji aondoke leo, aondoke kesho, kuna sadaka nataka nimpelekee. Wakanistopisha, nikabidi nilale. Kabla salala usiku usiku sana akaja yule mama akaniambia, tumishi wa Mungu, asante kwa kweli umenisaidia. Mungu nimemuona kanisaidia kazini 1 2 3 4 5. Kwa na sadaka yangu yakanipa. Nikakumbuka yule jamaa alinitabilia hivyo. Akili yule jamaa ni mzinzi vibaya mno. Yaani hajapona, ni mtenda dhambi. Ila ngaja gundua ni kipawa nacho.
Sasa huyu akikutana na Mungu akanyoka hivi, dunia haijawahi kuona prophet kama huyu, ni hatari. Yule shetani ndo anamtumikisha hivyo. Sasa kumbuka hata kina Petro wanaenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, yule jamaa Simoni anawaambia watu hawa ni watu wa Mungu kabisa, hawa ni watu wanaohubiri injili ya kweli ya Mungu. Ni Paulo alipomwangalia akaona kuna roho nyingine ndani yake, akamkemea, roho ile ikamtoka. Shetani anawatumia watu ambao wenye vitu. Biblia inasema aliyenacho ataongezewa, sio kwa nacho atapunguziwa, hata kile alicho nacho atapokonywa. Shetani apati mtu ambaye hana, anampata mtu aliyekuwa nacho. Moja kati ya hatari, uwe na kipawa alafu haumtaki Mungu. Mimi nakwambia shetani atakitumia tu. Wote unaona Bongo Flava, unasusi ngeli, watu wote walipewa hivyo vipawa ili wamwimbie Mungu, wamtukuze Mungu. Ila sasa hivi wanaimba nyimbo za kumtukuza nani? Shetani. Asikwambie mtu tutu bia tam mitungi siendi, nasema siendi. Watu na vipawa. Sio askari, mbona unanitisha askari, ngoja nikupange. Wote walipewa vipawa na Mungu ili wamtumikie Bwana. Sio ilikuwa saa 6 usiku wa manane, sio wote walikuwa ni watumishi wa Bwana kabisa. Shetani amewaiba, ameweka hapa. Shetani ni kazi yake kuiba, kuchinja na kuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa twende karama. Nadhani kwenye vipawa ushanielewa na umeshajua. Sasa twende tofauti ya vipawa na karama. Sasa tuangalie karama ni nini. Karama maana yake ni uwezesho wa Roho Mtakatifu anayopewa mtu ili kumfanya kuwa bora au mkuu kwenye kile alichoitiwa kufanya. Maana ya kwanza ya karama ni uwezesho wa Roho Mtakatifu anayepewa mtu ili kumfanya kuwa bora au mkuu kwenye kile alichoitiwa. Karama inaongeza ubora kwenye kile kilichoitiwa. Ni kama wewe umezaliwa ni mwonaji. Kazi ya karama inaongeza ule uwezo wa kuona. Kama ulikuwa unaona mwisho Tanzania, unaweza kuona dunia nzima. Karama ni uwezesho wa Roho Mtakatifu unaomwezesha mtu awe bora au mkuu kwenye kile alichoitiwa kufanya. Hiyo ndiyo karama. Na kazi ya karama inamfanya mtu awe bora. Karama itakupa heshima. Karama inakutenganisha ili watu wajue huyu ni mtu wa Mungu, huyu sio mtu wa Mungu. Kuna vitu karama inaweza kuoperate kwenye huduma na watu wakasema hapana, huyu hakika ni mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ya pili ya karama ni nguvu ya Mungu inayomsaidia mtu ili awe mkuu au bora kwenye kusudi lake. Karama ni nguvu. Ni nguvu inayomsaidia mtu. Hiyo nguvu kazi yake ni kukusaidia ili uwe mkuu au bora kwenye kusudi lako. Kusudi ni ile Yeremia 1:5, yeye aliyenitenga tangu tumboni kwa mamangu, alipoona vema tangu tumboni kwa mamangu alinitenga nije kuwa nani? Nabii. Kwa hiyo kusudi hapa ni unabii. Kwa hiyo karama inaongeza nguvu kwenye roho nabii wako ili uwe bora, uwe mkuu sana. Maana ya tatu ya karama ni uwezesho wa kiungu unaomfichia mtu madhaifu na mapungufu yake na kumfanya aonekane ni bora au mkuu kwenye eneo lake la wito. Kazi ya karama inaficha madhaifu na mapungufu ulionayo. Hiyo ndio kazi ya karama, inafichaga mapungufu yote na madhaifu. Wahenga au wengine wanasema kwamba upako. Yaani karama ni uwezesho. Karama ni kama vile upako. Mtu akiwa na upako huwezi kuangalia. Yaani unatamani kumwangalia, unatamani kumsikiliza. Auangalie madhaifu yake, auangalie matatizo alionayo. Yaani wewe kama mfano watumishi wa Mungu, kila akionekana Mungu kwa sababu zile karama zilizomfunika yule mtu, taji ya karama, anaonekana kama hana shida na tatizo. Ila nakwambia tuna uhitaji kiasi kwamba ukiniuliza hapa hela gani nahitaji, ndugu yangu, dunia hii haina uwezo wa kunipa. Seti tu ya vyombo sio chini ya bilioni 5.5, seti ya vyombo. Hapo bado jukwaa, bado kamera, bado vyombo vya usafiri. Ndugu yangu, tuna uhitaji, ila kwa sababu ya utukufu wa Mungu aliotufunika, tunaonekana ndani yake, tunaishi ndani yake, tunakwenda ndani yake, tunakuwa na uzima. Kwa hiyo karama inatufichia madhaifu, inatufichia mapungufu. Yaani yule dada akaanza kuimba, auangalie tena kama dada ni yule kwenda gombanaga na mume wake, yule ni huyu. Auangalie, yaani utanyanyua mikono ndio tumeanguka chini.
Ukiamka sasa, kwa kweli jina la Bwana libarikiwe, dada kwa kweli anatusaidia. Anatusaidia kumsogelea Mungu kwa karibu. Akianza kuimba uwepo wa Mungu anaushusha. Kalama inamfanya mtu anza kumuonesha mtu aonekane kwenye utukufu. Utukufu, yani kalama inakupa na utukufu wake. Kalama inakupa na utukufu wake. Ukiwa na kalama, unasema utukufu wa mfalme ni wingi wa utu wake. Hakuna mfalme asiyekuwa na kalama. Mfalme Suleiman alikuwa na kalama ya hekima. Kumbuka, takeni sana kalama hizi. Kalama ya hekima, kalama ya neno la maarifa, kalama ya imani, kalama ya miujiza, kalama ya kuponya na kalama ya ishara. Hizi zote zinamfunika mfalme. Kumbuka, sisi ni uzao mteule, watu wa miliki ya Mungu. Sisi ni makuhani. Kwa hiyo unapokuwa mfalme, chini yake kuna wafalme wadogo wadogo ambao ni mimi na wewe. Sasa unaweza kuzitaka hizi kalama. Sasa hiyo ni maana nini ya kalama? Ni uwezo wa kiungu unaomfichia mtu madhaifu na mapungufu yake na kumfanya aonekane ni bora au mkuu kwenye eneo lake la wito. Sasa tofauti tu moja kati ya kalama na kipawa. Kipawa na kalama. Kipawa mtu anazaliwa nacho, kalama mtu anapewa na Mungu mwenyewe. Kipawa na kipato ukiwa ndani ya Yesu. No, kalama unaipata ukiwa ndani ya Yesu. Lakini kipawa unazaliwa nacho. Kipawa wahenga kule wanasema ni kipaji. Kipaji mtu anazaliwa nacho. Na kalama unaipata ukiwa ndani ya Yesu. Sasa tofauti yetu sisi wana wa Mungu na watu wa dunia. Wana wa Mungu wana vipaji ila hawana kalama. Sisi tuna dabo, tuna kipaji, tuna kalama. Kwa hiyo tukishindana, jina la Bwana linatukuzwa, ila wao wanapewa wao tukufu. Kipawa Mungu anakupa na anakuwekea na kalama. Lengo la kuwekea kalama hili umrudishie Mungu utukufu, useme kwa kweli bila Mungu siwezi, ni Mungu tu ananisaidia. Kwa sababu wewe mwenyewe ukikaa unajua madhaifu ulionayo, mapungufu ulionao unajua, lakini watu wakikuangalia wanakuona tunakamilishwa pamoja na Kristo, kwa sababu sio tena sisi tunaishi bali Yesu hai ndani. Kwa hiyo kalama inapatikana kwa kumjua Mungu sana na kumtaka Mungu sana na kuishi ndani ya Yesu. Kipawa unazaliwa nacho. Sasa tuangalie kalama ni visaidizi katika huduma za vipawa. Kalama ni visaidizi katika huduma za vipawa. Efeso ile sura ya 4 ule mstari wa 8 mpaka 13. Efeso sura ya 4 mstari wa 8, maandiko yanasema, hivyo usema alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hili alipaa maana yake nini? Nimekuambia vipawa mtu anazaliwa navyo. Mtu kazaliwa kabisa ni mtume. Sasa hivi vyote shetani aliviiba. Sasa maandiko yanaposema alimaana kupaa maana yake nini? Nasema maana yake aliteremka mpaka pande za chini za nchi. Je, pande za chini za nchi ni wapi? Jibu lake ni kuzimu. Kwa Yesu mwili wake aliwacha pale msalabani. Yule aliyokuwa msalabani masaa yale kuanzia saa 6 mpaka saa 9 alikuwa ni Emmanuel, Mungu pamoja na wanadamu. Mungu pamoja na wanadamu. Ila Yesu mwenyewe ambaye ni roho ndo aliteremka mpaka pande za chini za nchi ambaye ni kuzimu. Alipoenda kule chini akaenda kuteka vipawa, zile huduma ambazo mtu anazaliwa navyo shetani aliviiba. Kwa Yesu akaenda kuvichukua. Alafu mstari sasa ule wa 9 anasema, basi neno hili alipaa maana yake nini? Kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume wapi? Ni mwa wazazi wao. Akaanza kudeleshia zile vipawa. Akawapa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa injilisti, wengine kuwa wachungaji, wengine kuwa walimu. Vyote hivi viliibiwa. Mission ya Yesu akateremka mpaka chini, mpaka za chini za nchi kwenda kuchukua hivyo vipawa kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Huduma ni hivyo vipawa. Yaani kipawa ni huduma. Kipawa ni ofisi. Wewe una kipawa cha kucheza mpira, ni ofisi yako hiyo. Una kipawa cha kuhubiri, ni ofisi yako hiyo. Una kipawa ni ofisi yako hiyo. Una kipawa cha kufundisha, ofisi yako hiyo. Una kipawa cha kusoma, ofisi yako ni hiyo.
Kwa hiyo karama kazi yake inakwenda kusaidia hiyo ofisi ifanye kwa ubora na kwa ukuu sana. Karama inawezesha huduma. Yaani kanisa ambalo halina karama, hilo kanisa sasa ni kanisa la vikoba, au ni benki, au ni disco. Kwa sababu disco vipaji vipo, na mkuta mtu kule anacheza huyo, utasema kiuno hiki hakina mfupa. Sasa hicho ni kipawa. Kwa hiyo kanisa ambalo lina vipawa tu halina karama, hilo mimi nakwambia ni kikundi au ni genge la wauni. Kwa sababu kazi ya karama inakwenda kusaidia hiyo huduma uifanye kwa urahisi na kwa uopesi. Kazi ya karama inakwenda kuifanya huduma iwe na matokeo ya haraka, matokeo ambayo hayaelezeki wala hayasimuliki. Karama, ukiwa tu na kipawa, una karama, ofisi inakuwa ngumu. Karama hizi zinapatikana kwa njia mbili. Sasa unaweza kuwa kabisa una vipawa, umezaliwa nacho, unajijua kabisa mimi ni mtume, mimi ni mwalimu, mimi ni mwinjilisti, mimi ni mchungaji, mimi ni nabii, unajijua. Na Yesu alisema nendeni kwa watu wa mataifa, mkawafanye kuwa wanafunzi, mkiwafundisha yale yote niliyowafundisha ninyi. Alafu anasema nendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili. Ile neno enendeni ulimwenguni mote alikuwa anamaanisha enendeni ulimwenguni mote, sio tu kwenye Injili, sio tu sisi. Kuna watu wameitwa kwenye mpira, enendeni. Usio kanaambia mpira dhambi, sio dhambi. Mpira sio dhambi, ila ni dhambi kama tu hautumii tunda inaitwa kiasi. Ukiona mpira umezidi sana Mungu, hiyo sana ni dhambi, kwa sababu Mungu anataka ndani ya moyo wa mwanadamu awe bora kuliko vitu vyote, awe mkuu kuliko vyote. Efeso sura ya 1 mstari wa 19 inasema na ubora wa ukuu wa uwezo wake ndani yenu. Mungu akiwa bora na Mungu akiwa mkuu ndani ya moyo wako, nenda kwenye siasa, nenda kwenye mpira, nenda kwenye michezo na habari, nenda kwenye malezi na ndoa, nenda kwenye huduma, nenda. Hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa anatarajia. Kwa sio kasema unajua sisi wengine hatujaitiwa huko, hamna. Wewe unaweza kuwa ni mtume kwenye biashara, una uwezo kufungua maduka zaidi ya 7 hapa da. Ukafungua duka Mbezi, ukafungua duka Kimara, ukafungua duka wapi hapo Bungo, ukafungua duka Mwenge, Moroko, Makumbusho, Osabei, Masaki, Sinza, ukafungua duka tena na Tabata. Yanawezekana. Yaani hiyo kitu kiko ndani. Yaani wewe huwezi kutulia. Biashara ikianza kuchanganya kidogo umefungua duka je sehemu nyingine. Sasa wewe ni mtume, anzisha vitu. Sasa wewe ukasema tu kwamba unajua mimi wewe ndio umeitwa hapo, wewe ni bora. Samaki ni bora kwa sababu anajua ameitwa kufanya kazi yake, kuogelea kwenye maji. Ndio maana amekuwa bora. Kwa hiyo hata wewe umeitwa, tumika hapo kwenye siasa, tumika. Jina la Mungu litukuzwe hapo kwenye hiyo ofisi yako. Hizi ndio vitu ambavyo Mungu alivishughulikia pale msalabani, alitupa vipawa na karama. Sasa usitaki kipawa, taka na karama. Karama ni visaidizi kwenye ofisi. Unajua kwenye ofisi lazima viwepo visaidizi. Kisaidizi cha ofisi yote, kwa mfano labda ofisi ya walimu, lazima iwepo karama ya kufanusha neno. Lazima iwepo karama miujiza, kwa sababu ukihubiri bila miujiza na ishara, wewe sasa hauna tofauti na wale ambao wapiga ngonjera au wapiga soga au watu wale wa kansela. Wana kanseli tu hapo nani au unaondoka. Yaani anaongea tu maneno ambayo hayana roho. Bwana Yesu apewe sifa. Haya. Kuna mambo mawili. Karama hizi zinapatikana kwa njia mbili tu. Kuna njia mbili tu za kutaka nini karama. Njia hizo mbili. Kumbuka vipaji au kipawa unazaliwa nacho. Hiki mtu hataki. Automatic unajikuta umezaliwa hivyo, unajua kufanya hicho kitu. Na kipawa, karama, kuna njia mbili za kutaka. Njia ya kwanza, kwa njia mbili unapewa na Roho Mtakatifu. Njia ya kwanza unapewa na Roho Mtakatifu. Yeye mwenyewe hapa auombi, unapewa tu. Yaani unapewa ni ukuomba, ukudai, Roho wa Bwana anakupa, kwa sababu vipawa, karama ni zawadi unayopewa na Roho Mtakatifu. Matendo ya Mitume ile sura ya 11. Matendo ya Mitume ile sura ya 11. Matendo ya Mitume sura ile ya 19
mstari wa kwanza mpaka wa 7. Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa kwanza mpaka wa 7. Maandiko yanasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akisha kupita kati ya nchi ya juu akafika Efeso, ambayo sasa hivi iko Uturuki. Akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko. Akawauliza, je, mlipokea Roho Mtakatifu mlipo amini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukumsikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Paulo akasema, Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakaye kuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya, wakabatizwa kwa jina la Yesu. Mstari wa 6, na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri, na jumla yao walipata wanaume 12. Hawa watu walishabatizwa, lakini hawamfahamu Roho Mtakatifu kabisa. Paulo anauliza, je, mlibatizwa? Sema, ndio tulibatizwa. Kwa ubatizo gani? Wakasema, wa Yohana Mbatizaji. Sawa. Mlipokea Roho Mtakatifu? Wakamjibu, hata kumsikia duniani kuna Roho Mtakatifu hatujawahi kumsikia. Akamwambia, basi sawa, sasa nyinyi inabidi mrudie tena kubatizwa. Wakarudia tena kubatizwa, na Paulo alivyowabatiza, alivyowazamisha na kuwaibua, akawekea mikono juu. Alivyowekea mikono juu, Roho Mtakatifu akashuka juu yao, akawajaza nguvu, wakanena kwa lugha na wakaanza kutabiri. Hawa watu hawakuomba, ni Roho wa Bwana tu aliwapa zawadi. Kwa hiyo karama unaweza usiombe wakati wengine. Yaani kabisa hujaomba cha nini, ikaja tu yenyewe automatically. Uje kuombea miujiza, uje kuombea karama sio ya imani, karama sio ya nini, karama ya neno la hekima, neno la maarifa. Hujawahi kuombea hizo zote. Lakini unashangaa ukimwombea mtu anapona. Unasema kweli Mungu anafanya. Mimi niliye mvivu kuomba, mimi niliye kweli mvivu kufunga, naombea watu wanapona. Kweli unasema tu, Bwana Yesu utukufu kwako. Hawa watu hawakuomba, hawakufunga, ila mwisho siku wakaanza kutabiri. Ina maana ndani yao walikuwa kabisa na karama walikuwa na kipawa cha kuona. Ila kilikuwa kijawezeshwa. Walikuwa wana backup ya Roho Mtakatifu inayowezesha kuweza kuanza kuona mambo ya roho kwa jicho la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo sasa njia ya kwanza. Njia ya pili, unaitaka kwa kuomba au kwa kufunga. Matendo ya Mitume sura ile ya 2. Mstari kuanzia wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Hawa watu kwa nini walikuwa wamekusanyika? Walikuwa wamekusanyika kwa sababu kwenye Yoeli 2:28 mstari 29 anasema, nyakati za mwisho Mungu atamimina Roho wake kwa wote wenye mwili, wana wenu na binti zenu tabiri, sijui nini pale. Hebu tuende tuangalie hapo. Hawa watu kwa nini walikuwa wamekusanyika siku ya Pentecost? Yoeli ile sura ya 2 mstari wa 28. Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 28. Maandiko yanasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina Roho yangu. Kwa hiyo watu walikupo wamekaa wanaingoja ile ahadi ya Bwana. Kumbuka hiyo siku ya Pentecoste walikuwa nakusanyika hawa watu. Walikuwa wanakusanyika kwa ajili ya kumtafuta Mungu na kutaka kusikia Mungu anawaambia nini habari ya maisha yao. Na kila wanapokusanyika wana wa Mungu kuna mambo mawili yanatokea. Wanaomba, wamefunga, wanafundishana neno.
Kwa hiyo siku ya Pentecost hao walikuwa sio wamekaa, walikuwa naomba na kusifu. Na huenda Biblia haijaandika, ila naamini hicho kitu kwa sababu ni mambo ya kiroho. Ile kwamba wewe hujafunga usimaanishe wengine hawajafunga. Na kuna wengine walikuwa kupala wamefunga kabisa. Wanaingoja hii ahadi. Kumbuka wao ni mitume hapa, Yesu kashaondoka, kashakufa. Kashatokea siku 40 amekaa nao, amepaa kwa Baba. Na akawaambia msiondoke humu mjini mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu. Akawaambia tena msaidizi atakuja mpaka mimi nikiondoka. Kwa hiyo walikuwa wanamsubiria nani? Msaidizi. Sasa wanamsubiri, walikuwa wanamsubiri kwa kuomba, shuka Roho Mtakatifu. Ni ahadi ya Yesu alisema. Kitabu kile cha Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14. Yohana sura ya 14 ule mstari wa 16. Ule mstari wa 16. Biblia inasema ndiyo nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Siwaachi ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu hiyo na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi. Kwa alikuwa anamsubiri nani? Msaidizi. Yohana sura ya 15 mstari wa 26. Lakini ajapo huyo msaidizi nitakaye wapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia, nanyi pia mnashuhudia ya kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nanyi. Wanamsubiri hapo Roho Mtakatifu. Ni Yesu anawaambia huyo Roho Mtakatifu atapokuja, huyo ni msaidizi wenu. 16 Yohana mstari wa 7. Anasema lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Hapa alikuwa anaambia kabla hajafa, nitakapoondoka atakuja msaidizi, atakuja kuwasaidia. Huyo ni msaidizi wa kweli, ni Roho wa kweli. Sasa huyu Roho ili umpate hizi karama lazima ujue, ufahamu na utambue, ndo uanze harakati za kuomba karama za imani, karama ya miujiza, karama ya kuponya, karama ya neno la hekima, karama neno la maarifa. Unaomba inakuja. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 12. Maandiko nasema ule mstari wa 31. Takeni sana karama zilizo juu, zilizo kuu. Hata hivyo nawaonyesha njia iliyo bora. Anasema takeni sana karama. Takeni sana karama. Hata unaweza kuzitaka hizo karama na Mungu akakupa. Hizi karama za Mungu hazina majuto, akikupa ndo amekupa. Muombe Mungu akupe hizo karama. Na muombe Mungu usitumie kwa usahihi na kwa utukufu wa jina la Bwana. Wakorinto hiyo wa kwanza sura ya 14 mstari wa 12. Biblia nasema vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za rohoni, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Umeona? Kazi ya karama ni kulijenga kanisa. Kwa kanisa ambayo ina karama, hilo sio kanisa. Ni kundi la wauni, ni genge la wauni, ni kundi la ni kikundi cha kikoba ambacho kina utaratibu tu wa ibada ya Mungu. Lazima kanisa liwe na karama. Zitakeni sana karama kwa kusudi la kulijenga kanisa. Wakorinto hiyo wa kwanza sura ya 14 mstari wa 39. Maandiko yanasema kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msimuhuzunishe wala msizuie kunena kwa lugha. Hii ni karama, kunena kwa lugha.
Bwana Yesu apewe sifa. Ninakuomba daa hizi kalama. Muombe Mungu akupe. Kwa kufunga, kwa kuomba, muombe Mungu mpaka akupe hizi kalama. Moja kati ya kitu ambacho kilibadilisha maisha yangu, nilikuwaga ni mbinafsi, ninajiombea mimi tu. Nimejiombea miaka mingi mimi, matokeo hamna. Nafunga mifungo mirefu, ila point najiombea mimi. Siku moja nilikaa na mchungaji mmoja anaitwa Pastor Apostle Chris yule wa Kenya. Akanambia, tukao tunapiga tu stories, unajua watumishi wa Mungu kukutana wana stories zao hasa kwenye mambo ya ufalme wa Mungu. Akanambia yeye alikuwa anasikiza audio stories za mhubiri gani Nigeria, akasema yeye mara nyingi uaga ombei vitu vyake, anaombea agenda za Mungu. Na maandiko kweli yako wazi, anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine mtazidishiwa. Sasa akanambia huyu jamaa alipoanza kuombea kuhusu kanisa, washirika, anaombea wachungaji, yeye kumbuka ni mchungaji, anaombea mambo ya watu, Mungu naye akaanza kubadilisha maisha yake. Ila miaka yote anatumika kwenye huduma, maisha yake yabadilike kwenye uchumi, kwenye kila kitu. Akata naongea hivyo, siku mbili nyuma nilikuwa nasoma kitabu cha Luka ile sura ya kwanza na sura ya pili. Nikaona pale kwa kuhani Zekaria alishika zamu ya kwenda patakatifu kwenda kuhutubu na kwenda kuwapatanisha Waisraeli. Kumbuka pale alikuwa anaingia kwa mwaka mara moja. Zakaria alikuwa na mashida mengi, matatizo mengi, lakini wala kusogeza. Unajua kuingia patakatifu ni sehemu ambayo unakutana na Mungu mzima mzima. Alikuwa na uwezo wote kuacha ajenda kwanza za nchi, akaanza kuongelea ajenda za nani? Za kwake. Lakini kwa sababu alikuwa anajua hii kanuni, ukianza na ya Bwana, Bwana atamaliza na wewe. Yes, Alfa na Omega. Akaanza kuombea rehema wana wa Israeli. Malaika akashuka kumwambia, mwakani majira kama haya mkeo Elizabeth atapata ujauzito na mtoto atakayezaliwa, kiwembe kisimfikie wala asinywe nini kileo. Point yangu iko wapi? Alijibiwa majibu yake ya maisha yake ambayo amezunguka naye miaka mingi mpaka mke amefika umri wa uzee, hawezi tena kushika mimba na mwanaume kashazeeka. Na maana kama kaoma mpaka amechoka. Lakini alipobadilisha mtazamo, sasa nitaanza kuyalingana mambo ya Bwana tu, Mungu akutana na haja yake. Sasa na mimi nilipokuwa naongea Pastor Chris, Apostle Chris yule wa Kenya ambaye ni ABC, nampenda sana. Ingawa yeye anaweza kaa juu, ila alibadilisha sana. Kwa kweli tokea hapo nikaanza kuombea mambo ya Mungu tu, nikipiga magoti, Baba, ninajua na nafahamu Tanzania hii wapo wengi anadaiwa madeni. Mwingine anadaiwa 50,000, mwingine laki, mwingine milioni, mwingine milioni 50, mwingine bilioni. Bwana Yesu nikutanishe nao. Hawa watu wenda wamekata tamaa, wanataka kujiua. Bwana nikutanishe nao. Bwana wakiniona mimi wamekuona wewe. Wakutana na mimi Jehova nitawatoa huko kwenye shimo la madeni. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu nawaita kaskazini njoo, mashariki njoo. Bwana nikutanishe nao. Kuna mtu hospitali kazunguka hospitali zote Tanzania imeshindikanika. Amerudishwa tu nyumbani muda wote afe. Bwana nikutanishe nao. Nikutanishe. Naombea ajenda za Mungu. Ni swala muda Mungu akaanza kunikutanisha na watu ambao wana madeni, watu ambao wanaumwa magonjwa zaidi ya 7 kwenye mwili, watu ambao nimetaka kujiua. Mtanao mi wengi, yani mtu kabisa ananifuata ananiambia, mchungaji, kwa kweli ninatamani kujua. Yuko serious, ananiambia nishachukua hiki na hiki na hiki. Na baada hapo Mungu anawatoa huko. Nilipoanza hivyo, kwa kweli uchumi naanza kuona Mungu anaubadilisha kabisa. Kabisa naanza kuona maisha yangu ni mazuri. Ila miaka yote najiombea mimi tu. Baada hapo sasa baada ya kuomba hivyo, kinachofuata ndo nikaanza kuziomba hizo kalama, kwa sababu huwezi kuomba ukutanisha na mtu ambaye anaumwa magonjwa zaidi ya 7, 8 kwenye mwili wake. Usiombe kalama imani na miujiza na kuponya. Nikimaliza hiyo prayer point naingia, Baba nipe kalama ukuponya. Nikikutana na kansa, pressure, typhoid, ukimwi, magonjwa yote, nikigusa mkono huu mkono sio tu wa kulia ugali, huu mkono sio tu wa kuendea chooni, huu ni mkono wa miujiza na ishara, nikibandika nguvu za Mungu zinamuingia, zinakausha hiyo homa. Ni swala muda nikaanza kuomba hizo kalama, na kwa kweli namtukuza Bwana Yesu, naanza kuziona na zinaendelea kumiminika kama maji. Sasa na wewe anza kuzitaka hizo kalama zikusaidie kwenye huduma. Hizo kalama ndo zinatangazaga watu.
Ukisikia mtu ameinuka kwenye nchi, mtumishi wa Mungu mfanya biashara na hizi karama, kuna mambo ataanza kutokea. Karama afu tabia, karama inaunganishaga matukio. Karama inaweza kukutanisha na matukio, karama inaweza hapa ikakuunganisha na matukio, karama inaweza kutafutia matukio. Neno langu la mwisho kwako wewe ulionisikiliza, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Kabla sijakwenda kumaliza, na kuomba kama una kipawa na unajua kabisa ndani ya moyo wako hauna Mungu, mpokee Yesu nikupatanishe. Nataka nikupe Yesu atakaye kusaidia. Paulo alikuwa na vipawa lakini alikuwa hana Mungu. Na alikuwa yuko ndani ya hekalu lakini hana Mungu. Nataka nikuachie Yesu akusaidie. Fatisha hii sala. Sema, ye Bwana Yesu, kuanzia leo nifanye niwe wako. Kwa moyo wangu wote ninakuamini, na kwa kinywa ninakukiri. Kwa akili zangu timamu ninakukiri. Kuanzia leo uwe Bwana na Mwokozi na mtetezi wa maisha yangu. Tawala akili zangu, tawala nia yangu, tawala ufahamu wangu, tawala na mwili wangu, tawala nafsi yangu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa na kwa kunisaidia. Katika jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Nakwenda kuomba. Wewe ambao unasikia changamoto yote sehemu yote, inua imani yako. Inua imani yako juu. Imani ziko nyingi, kuna imani yaba, imani chache, imani kama punje la dali. Mimi nataka unyanyue imani kubwa. Yesu akasema sijaona mtu mwenye imani kubwa kama hii. Inua hiyo imani kama vile bendera inavyopandishwa juu ya mlingoti. Inua imani yako. Mungu hana umbali kwenye kujibu. Maada umesikiliza hii audio, umesikiliza hii video, inua imani yako na Bwana atakujibu sasa hivi. Mungu wangu ni Mungu anayejibu hapo hapo. Alipasua bahari ya Shamu hapo hapo. Akusubiri mpaka kesho. Wokovu ni sasa. Wokovu ni sasa. Na uponyaji ni sasa. Miujiza ni sasa, sio kesho. Inua imani yako na kwenda kuomba. Bwana Yesu, mtu huyu ambaye imani yake imenyanyuka, imefikia level za juu, kama neno lako linavyosema, ya sana aliyo juu alipoaketisha Kristo, na imani yake iko juu. Bwana Yesu, ikiwa anaumwa ugonjwa wote, kwa nguvu takatifu na uondoa kwenye mwili na ukausha kwenye mwili, kwa mamlaka jina la Yesu ninaangusha kila aina madhabahu, kila na joka anayekula damu, kila na joka anayekula afya, kila na joka anayekula uchumi, anayekula ndoa, anayekula familia, joka anayefanya ndoa hiyo na migogoro, na kukatakata kwa upanga wa Roho Mtakatifu. Achilia moto wa Mungu uteketeze wewe madhabahu kwa nguvu za Roho Mtakatifu, na achilia ndani yako ukunguse huo moto wa Mungu. Sio hisia, moto wa Mungu ni halisi. Kwa mamlaka ya pokea nguvu za Roho Mtakatifu sasa, na achilia nguvu za kiungu ndani yako, na achilia nguvu za kunena kwa lugha, na achilia kalama kunena kwa lugha kwa mamlaka ya Jesus. Na huyu ambaye anatamani vipawa, anatamani kalama, ninaachilia kalama ya imani, pokea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na achilia kalama miujiza, pokea kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na achilia kalama ya neno la maarifa, pokea kwa mamlaka ya Jesus. Na achilia kalama miujiza, ishara na kalama ya kuponya, pokea kwa mamlaka ya Yesu. Kesi nimeifuta kuanzia sasa kwa mamlaka ya Yesu. Wale wote waliokusahau watakupigia simu, wale wote waliokuwa na wadai wanakukimbia wataanza kupigia simu, wataanza kutumia fedha akikwambia ni namba yako unapokea fedha. Kwa mamlaka ya Yesu natoa masaa mawili kuanzia sasa, fedha yako itakuwa imesharudi kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila maneno tamko juu yako ninayafuta, na hakuna silaha itakayofanyika juu yako. Mambo yote 7 aliyoshughulikia Yesu msalabani, na sasa nayaachilia kwenye maisha yako kwa mamlaka ya Yesu. Asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru. Amen. Naitwa mwalimu wa kimataifa katika imani kweli, Clearson Fred Mbunda. Namba yangu ya simu ya WhatsApp ya Tigo Pesa ni 0655259004. Aroteli ni 0625 0628572101. Mungu akubariki.